Nafikiri watu wengi sana hospitali ni gani na gani? Upande wa na group therapy tunafanya, individual therapy pia. Nafikiri tulipoanza hapa ile ambayo itaangalia wewe uzito wako wa mapato yako wa maisha yako ni namna gani. Hiyo sasa ndio itatoa kama kwa mwezi utalipa kiwango gani. Ndiyo. Na sasa nafikiri SHA imeanza kusisitiza kwamba watu walipe mwaka mzima ndio waanze kutibia. Kwa hivyo ukishajiandikisha inafaa uanze kupata matibabu hapo. Yes. Kuna wale wanasema kuna inpatient na outpatient. Outpatient utibiwa na SHA, inpatient unatibiwa na SHA. Hapo unaweza jibu aje? Haifai kuwa hivyo. Kwa sababu ukishajiandikisha contract na SHA haibagui ati utakuwa umeandika contract ya outpatient peke yake na inpatient hapana. Inafaa kama wewe umesign contract na SHA unatibu both inpatient na outpatient. Watoa huduma wenzangu, kile ambacho nafikiri kikubwa wanalalamikia ni kwamba ile sehemu wanapatiwa na SHA hasa kwa outpatient huwa haiwezi kusimamia zile gharama ambazo wanatoa kwa kutibu mgonjwa kwa njia ya outpatient. Nafikiri hapo ndio kuna vita vikubwa. Yes. Hapo ndio kuna tatizo. Ndio bila shaka. Na tukiweza tu kusonga mbele, hospitali hii itakuwa na host international drug awareness. Ilikuwa kwaje mpaka ikakuja katika hospitali hii, na ijue kama ni kitu ambacho hatujakiona kikifanyika? Mbona David Annex? Nafikiri hapo mbele nikumbuka kwamba nilikwambia kwamba mimi mwenyewe katika maisha yangu kama mhudumu wa afya nimelalia sana katika mambo ya afya ya akili. Ndio. So mwaka huu ndipo nikafikiria kwamba kuna hii siku ya kimataifa ya kuadhimisha mambo ambayo inahusikana na madawa ya kulevya. Sasa mimi nikaketi nikaanza kutafuta wale ambao tutafanya kazi na wao. Kwa hivyo nikaketi nikaanza kuandika mabarua. Nilienda kwa county government, nikaenda mpaka kwa county commissioner, tukaenda mpaka kwa deputy county commissioner, assistant county commissioner, tulifika wale ambao tulidhania mpaka hata tukaenda mpaka hata kwa SHA yenyewe. Tulifika kwa wale ambao tunadhania tunaweza kufanya kazi pamoja. Ndio. Lakini kwa sababu ni kitu ya kimataifa, sasa nafikiri tunaongozwa na serikali kuu. Na nafikiri for the first time pia tumekuwa na mwakilishi wanakada katika county hii ambayo ofisi yake iko Mwatate. And for the first time pia hii county ndio ina host, inafanya siku ya kwanza ambayo inahusika na mambo ya madawa ya kulevya duniani. Kwa hivyo yes, we feel very privileged because it has not been done before. Yeah. Ndio. Na tukiweza kuangalia hapa Taita Taveta na pale kwa rehab, kuna wale wagonjwa wako pale. Ni tuseme ni dawa zipi za kulevya ambazo ziko common sana wanatumia? Sana tumeona mambo ya muguka, pombe, bangi. Tumeanza kupata heroin ni moja. Hata nafikiri karibuni tulikuwa na mtu hawa wa gambling. Tumepata wagonjwa wawili wa gambling. Kwa hivyo ziko ni mchanganyiko. Wengi wao utakuta kwamba mtu anatumia ogoro, anatumia bangi, anatumia mguka, wanachanganya. Na ukiwauliza kwa nini usiweze kutumia kitu kimoja, wengi wao watakuambia kwamba haileti ile steam. haileti ile steam ya sawa. Kwa hivyo wanaona
Wanaona kwamba wakichanganya namna hiyo ndio stimu itapanda, ndio watapata ile furaha huwa wanatafuta ya haraka kwa haraka. Ile ulevi utakuja haraka. Yes. Kwa hivyo tuseme kitu ambacho kinachangia hizi dawa za kulevya ziweze kuathiri vijana wengi, tuseme ni kuchanganya nyingi. Nafikiri kuna maneno mawili. Moja tuseme ni mahali, environment ile wako. Hapa foi ukiangalia sana sana kwa mfano sehemu kama Maweni, sehemu kama Sofia, na ukifuata tena utakuta kwamba sehemu hizi vijana hawa wengi ni watu ambao hali yao ya kujidumu iko chini. Ya tunaweza kufikiria haya mambo mengine kama for example ulezi. Tunaweza kufikiria maybe hali ya elimu, lakini nafikiria hali ya kiuchumi imechangia sana. Ndio. Na wajua kuna tukaweza kuuliza inafikiaje mpaka mtu akuwe addicted? Is it that haigunduliwi mapema ama familia yenyewe haina ule uwezo wa kuhakikisha kwamba mpendo wao ambaye anatumia hizo dawa amepata usaidizi? Huwa inachelewa kugunduliwa kwa sababu ya kitu kimoja tu. Mtu akianza mapema huwa ni kujificha. Na wakati wa mapema mtu hajulikani kwamba ameanza kuonyesha dalili kwamba yeye huwa anatumia. Na ukumbuke kwamba addiction, uzoefu wa kutumia madawa ya kulevya si kitu ambayo inafanyika kwa siku moja ama kwa wiki. Ni kitu inaenda kwa wakati, na inapoenda kwa wakati kunakuwa na hii hamu kubwa ya kwamba mtu anataka kutumia, lakini labda uwezo wake wa kuweza kupata mapato ya kuweza kununua hizi dawa hakuna. Utakuta anaanza kujihusisha na hizi tabia za ulaghai kama kuiba vitu vya nyumbani aende auze. Sasa wakati huu ndio sana sana watu huwa wanaanza kutambua kwamba nafikiri kuna kitu ambacho si kawaida hapa. Unaweza kukuta kama mtoto wa shule vile masomo yake yanavyoendelea shuleni yameanza kuwa chini. Urafiki huwa kawaida vile tunaishi na binadamu kawaida. Unaona pia unaweza kupata matatizo. Sasa hapo ndio watu wataanza kujua hapa hii mambo haiko sawa, kuna kitu. Lakini hapo mbeleni huwa si rahisi. Na mtu ambaye ako addicted baada ya kuja kwa rehab, what makes the parent or the guardian sure that huyu hatarudi tena katika hizo dawa za kulevya? Kwa kizungu tunasema kwamba addiction is a relapsing disease. Inamaanisha kwamba uzoefu ama utumiaji wa madawa ya kulevya ni kitu ya kurudi. Na kama uzingativu wa maisha kwa mtu yeyote, sisi ukija hapa tunakuonyesha njia. Simply tunakuambia bwana, wewe ulikuwa umepotea. Hii barabara ambayo unafuata sio hiyo. Sisi tukuonyesha njia, ukifuata mafundisho na uzingatie, you are done, you are good. Lakini kama ukienda ukiachilia, utarudi pale pale. Na ukumbuke kwamba utumiaji ni mtamu. Ni mtamu. Na kila unapotumia huo utamu unaenda ukiongezeka. Ile niite nini? Kutaka kutumia kunaenda kukiongezeka. The urge inaendelea ikiongezeka nayo pia. Kwa hivyo tuseme it is not permanent, sure that ukienda rehab kutoka hutaitumia tena. It is not a permanent solution. Yes. Sisi tutakuonyesha tu njia, tutakupatia mafundisho, tutajenga ile ari yako. Just ya kusema kwamba mimi nitafanya. Nimekuwa nikiuliza watu wengi watumia mfano huu katika mambo ya kupigana na kutumia madawa ya kulevya. Wengi wetu
ambao tumeoa, wengi wetu ambao tumeoa na kuolewa, wale ambao tumeoa na wale ambao wametuoa, ukisikiza sana hawakuwa wanapendwa na watu wengi, mpaka hata saa nyingine hata na wazazi. Lakini mtu husimama akasema mimi huyu ndiye wangu, mutafanya lolote, lakini yeye atasema mimi huyu ndiye atanioa, mimi huyu ndio nitamuoa. Je, kama katika maisha yetu tungekuwa tunasimama hivyo, so unaona hatungekuwa na hizi shida. Maana ukija ukifundishwa ukisema mimi nimepata mafundisho, ni basi hapo ndio tutasimamia, nafuata mafundisho bila kuachilia, tutafaulu. Lakini hata hivyo mimi nina shukrani kwa sababu idadi kubwa ya watu ambao wamepitia kwetu, nakutana na wao, tunaongea na wao, na tumepata msaada. Kuna wengine wamerudia hata biashara zao, kuna wafanyikazi wameenda kazi zao, kwa hivyo kuna nafuu. Ndio. Na tukiangalia kati hizi drugs ambazo zinakuwa consumed so county Cleveton na Coast, ni drug gani ambayo unaona iko na makali sana na inaharibu vijana wengi hata high rates? Muguka, bangi na ogoro. Ya kuweka kwa mdomo. Muguka huko kwingine unasema ni chakula tu, haina shida yote. Ni huko yes, ni chakula. Lakini tuna hakika gani ni chakula? Sisi hatuioni kama chakula. Sisi tunaona madhara. Yake. Yes, wao wanaopata muguka labda wameanza kuitumia tangu utoto wao, mili yao imezoea. Ama wao huwa hawatumii. Lakini wakituletea sisi tunaona madhara. Hatuwezi kuita chakula. Hatuwezi. Wewe kama daktari utasema kweli muguka is a drug na inaharibu vijana? Muguka inaharibu vijana. Na tuseme madhara yake ni kama gani kwa mtu ambaye anatumia? Wengi kuna kuchanganyikiwa. Wakati hasa imeaffect ubongo, kuna kuchanganyikiwa. Na ujue kwamba mtu akishachanganyikiwa, relationships zinakuwa affected, utenda kazi unakuwa affected, performance katika inene maana nguvu zinaisha. Na sasa kama umechanganyikiwa, nguvu zimeisha, performance hakuna, wewe umekuwa binadamu wa aina gani? Siwe tutasema kuna kitu ambacho hata ile hali ya kutafuta kipato cha siku kujitegemea inakuwa hakuna. Ile hali ya kusema kwamba mimi niko nataka nitoke leo, nende nikafanye bidii, nikafanye bidii nikajipatie angalau chakula kula jioni, hakuna. Unarudi wewe unataka muguka ama unataka madawa ya kulevya, lakini huku ari ya kutafuta ya kununua hizo madawa hakuna. Itabidi uingie katika tabia zile ambazo society, jamii haziungi mkono. Unaanza kuwa maybe mtu wa kuokota, mtu wa kuiba, mtu wa kufanya nini. Yes. Ndio. Na tukiweza tu kuangalia hii event ambayo inakuja International Drug Awareness. Je, what is the main objective as the hospital? Sisi tunataka kuhamasisha watu. Hiyo ndio tunataka, mchango wetu mkubwa. Tunataka tuhamasishe watu kwamba madawa ya kulevya yana madhara makubwa katika familia, makubwa katika serikali, makubwa hata katika jamii zetu. Na nafikiri tusiseme kwamba hii imesemwa sana, hapana. Hiyo haitoshi. Lazima watu warudio hii mambo, hii mambo ikazili mkono. Hata tukifanya hii event si kwamba tumemaliza kusema kama madawa inaharibu watu, hapana, ina madhara, hapana, tutaendelea. Kitu ambayo iko continuous. Yes, ni kitu ambayo in fact inafaa iwe continuous. Na ni kitu ambayo pia inafaa
kuwe na watu ambao wanachangia. Hasa unaona hawa watu wana uwezo wa kukusanya watu. Kwa mfano makanisa inakusanya watu kila Jumapili. Kwa mfano kama dakika 5 all over Kenya, dakika 5 hapana nyingi, dakika 5 kabla pastor hajawahi hajahubiria watu, aambie mimi nina tangazo, nataka kuambia kwamba madawa ina madhara, madawa ya kulevya ina madhara, madawa ya kulevya ina madhara. How many people wangekuwa nakumbushwa? Si ni wengi. So tukitumia hizi majukwaa, watu kama nyinyi, watu wa media, kila wakati mnaporusha kwa mfano matangazo, especially at the peak of your programs, kama kwa mfano mnataka kuleta taarifa ya habari ama mnataka kuleta tangazo muhimu, hapa katikati mkislot kwamba madawa ya kulevya ni mabaya, madawa ya kulevya inadhuru, watu wengi watafikiwa na huo ujumbe. Na kawaida ujumbe unaporudiwa na kurudiwa unaanza kuingia, the message starts sinking. Yes, watu wanaanza kuuliza, hii kitu ambayo inarudiwa kila siku, kila wakati, kila dakika, jamani, nafikiri iko na maana yake, nafikiri iko na muhimu wake. Ndio. Na tukiweza kuangalia kama hospitali mnashirikiana vipi na jamii hapa ili kuprevent drug and substance abuse? Ikumbuke kwamba hizi ni vitu ambavyo viko katika jamii zetu, na mchango wenu kama hospitali katika kaunti zetu na katika jamii hapa ni upi? Tumekuwa tukishirikiana, tumekuwa tukitoka nje, tunatoka nje kuhamasisha watu, tumekuwa tukienda katika mikutano na pia tumeanza kufanya kamchango na kaita kadogo, kwa sababu hata hawa watu ambao wanahitaji huduma yetu tuko nao hapa. Nafikiri kwa sasa tuko na about 4. Sisi wenyewe tunawalipia SHA. Na pia tumekuwa tukiita mikutano ya wale wako hapa, tunakuja tunawaketi na wao, tunawaongelesha kama families, tunawaongeleza, tunajua kumekuwa na shida gani. Saa nyingine hata social workers wetu wanawatembelea. Kuna watu ambao tunaona changizo kubwa ya kutumia madawa ni shida ambazo ziko katika familia zao. Kwa hivyo tunatumaga hata social workers wanaongea na wao na tunatafuta jawabu. Ndio. Kwa hivyo na tukiangalia mashule, mnashirikisha shule katika create awareness? Yes. Watu tunashirikisha mashule. Kuna mmoja wetu anaenda hasa tukiwa na hizi nino, kuna shirika linaitwa Compassion ambayo nafikiri sana inatoa huduma za watoto. Kuna mmoja wetu sana huwa ako kwa hiyo program, anaenda hata matanga sisi ikitokea huwa tunaenda, tunauliza nafasi, tunaongea na watu, tunawapatia maflyers. Kwa hivyo tunajaribu. Ndio. Na tukiweza kuangalia kuna utafiti ambao umeonyesha katika baadhi ya vyuo vikuu na katika taasisi mbalimbali za elimu kuna ongezeko la vijana ambao wanatumia dawa za kulevya. Tatizo kama hili mbona linaendelea kuongezeka baada ya kupungua, ile hali sasa tumeona kuna a lot of awareness being created? Is it that our youth hawatilii maanani, hawataki kusikia, ama shida iko wapi hasa kubwa? Shida kubwa nafikiri vile nilivyosema ni kwamba there's a lot of pressure. Can you imagine katika vyuo vyetu ama colleges, mtoto ambaye amelewa maybe kwa njia ya Ukristo, amepata kuna chakula, amepata sijui kuna nini hapo, ameenda college for the first time, ameenda kuanza maisha mapya, anakutana na marafiki wapya, watoto wa matajiri, sijui people who have brought in different backgrounds. Now if somebody is not stable enough, kama hajakakamuka yeye mwenyewe,
nafikiri kuna uwezekano ya kwamba ataweza kujiingiza kwa hizo vikundi. Alafu shida nyingine ni kwamba katika colleges kuna pressure ya masomo pia. Sasa mtu atajidanganya kwamba mimi nikitumia hizi madawa nafikiri nitaweza. Lakini huwa sana sana hizi vitu haziendi pamoja. So it is either you want to use drugs, unataka progress ya masomo. Kwa hivyo nafikiri stress sana katika college zinachangia. Alafu vile nilivyosema mbele pia kwamba malezi siku hizi yamebadilika. Mtoto siku hizi anaitwa wa baba na mama. Na ukifuata nyuma uangalie wakati ule baba na mama wanakaa na huyu mtoto, masaa ni kidogo sana. Angalia system yetu ya education for example. Watoto wanaamshwa saa 10, saa 11, saa 12 wako shule tayari. Watakuja kurudi nyumbani saa ngapi? Maybe saa 12, saa 12:30. Wakati hata wazazi ndio wametoka kazini, wamechoka, wako busy. Kwa hivyo ile kama zamani tulikuwa tunaongea na wazazi, unaongea a lot of things na parents, nini mnaketi nini. Wakati wa zamani pia vile ilikuwa mtoto ni wa community. Hizo vitu zimeisha. Nafikiri mtoto kuja pewa TV cartoon au cartoon. Wanapatiwa TV ama apatiwe mobile phone. Tuseme kwamba hayo ni baadhi ya mambo ambayo yamechangia kabisa nafikiri kwa kiwango kikubwa. And it is very unfortunate kwamba ukiangalia nafikiri mahali tunaenda tukifikia hakuna reverse gear. Inakaa kama hakuna reverse gear. Kama sasa Gen Z iko hivi, Gen Alpha wakikuja inaendelea, itakuwaje? Basi iko tatizo. Kuna tatizo tena kubwa. Kuna tatizo. Bado jamii inafaa pia ikuje kwa pamoja, iangalie kuna tatizo inasuluhisha. In fact, jamii isipoketi, the community isipoketi, zikaangalia ni wapi zimeanza kuacha njia, ndio kuna shida tena kubwa. Maana hata wewe mwenyewe sasa ukianza kuangalia kizazi vile wewe umelewa ni tofauti. Mimi hujiringa kama Mtaita ambaye unajua mila ya Kitaita kila hujiringa kama Mtaita ambaye ameona utaita ukipotea. Nimeona na macho yangu utaita unapotea hivi mpaka leo. Maana vile tulivyolewa sio hivyo. Unajua hata siku hizi tukiangalia lugha yetu ya Kitaita, sisi kama vijana hata tukipatana katika town Wataita, lakini tunaongea Kiswahili. Mtu hataki kutambulika. Wewe unasema hivyo. Mimi watoto wangu sio nasemaga sijui ni kabila gani. Ni Wataita. Lakini wamelewa marafiki zao Wajaluo, Mkikuyu, Mkamba, Mgiriama. Sasa unajua wako na hizi tabia zote. Sasa hata ukijaribu kuongea Kitaita hapa, kinaongea hakiingi. Ukileta mila za Kitaita haziingi kwa sababu siwe ameona za Kikuyu. Muona kwingine. Ameona zingine mila za Kijaluo. Ameona za Wagiriama, ameona za Wakamba. Kwa hiyo kuna those challenges, kuna tatizo. Ndio. Na tukirejelea drugs na rehabilitation. Hapa kuna yule ambaye akona mpendo wake ama kijana wake ambaye angetaka afikishwe katika Davida Annex Rehabilitation. Hatua ambazo anapaswa kuchukua ni zipi? Ni kutupigia simu tu mahali popote alipo. Telephone number yetu ni sana tunatumia 07 6246 9090. Ndio. Na ile kitu sisi ambao tunaomba sana ni mtu ahakikishe kwamba mwenye kuhitaji huduma kitu ya kwanza kwamba amejiandikisha na SHA. Hiyo ni kitu ya kwanza. Na nafikiri tangu 2 weeks ago ama 3 weeks ago SHA imeanza kusisitiza kwamba ni lazima kila mtu alipe ada yake ya SHA ya mwaka mzima.
Kwa hivyo kama hujalipa mwaka mzima inakuwa tatizo. Hakuna huduma. System sisi system hatuwezi kuruhusu, haitaturuhusu tutoe huduma. Sasa kama mwaka mzima yule Mkenya wa kawaida analipa ngapi? Inategemea ile afya yangu, ile testing wanafanya. Kwa mwezi ilimwambia alipe shilingi ngapi. Kwa mfano kama mimi nimeona wale walianza mwanzo kuna wengine wanalipa hata 350 400. Sasa kama unalipa 400 kwa mwaka, hiyo ni about 480. Na kama wewe hiyo means testing yako imetoa unalipa 600, that's about 7,200 per year. Kwa hivyo hiyo ndio kitu tunasisitiza, mtu awe amelipa ada yake ya SHA. Akishalipa kwa SHA, sisi sana kwa wakati huu hakuna huduma nyingine tunacharge, hakuna NLV tunacharge, ni hiyo tu ya SHA. Na wanasema kuna level ikifika ambapo SHA haitibu, kuna mali ikifika ina draw the line. Madawa ya kulevya hizi magonjwa kawaida, kuna magonjwa mengine wanasema ni sugu, hii SHA inakulipia kiwango fulani, wewe unalipa kiwango fulani. Hapana, mimi ile kitu mimi ninafahamu ni kwamba SHA, kila mtu ambaye ako kwa SHA amepatiwa miezi 6 ya inpatient kwa mwaka. Kwa hivyo kwa mfano kama hawa watu wako kwa rehab, sisi tumepatiwa miezi 3. Kwa hivyo akitumia miezi yake 3 as inpatient kwa rehab, bado wako na miezi nyingine ngapi? Miezi 3 kwa mwaka. Kwa mwaka. Sasa SHA imegawanywa katika vipengele. Kuna magonjwa kwa mfano ya moyo. Inasema magonjwa ya moyo package yake ni shilingi fulani. Kuna magonjwa ya figo for example. Hii watu wanasafishwaga figo kila wakati. Wanasema mara moja maybe ni 10,000, 9,000, na maybe per week mtu anafanywa mara 2, mara 3. Kwa hivyo imegawanywa hivyo. Ndio. Na tukiangalia hii siku ambayo inakuja, tunatarajia wageni kama kutoka ofisi zipi? Kwa sasa tunatarajia tuwe na county commissioner Taita Taveta kama mgeni wetu. Tumetembea naye, ametushika mkono, alikuja akaona hata facility, akaona pia mahali sherehe zitafanyika, akatu hand over kwa deputy county commissioner ambaye sasa ndio tunashirikiana naye. Tunatarajia pia kuna mashirika ambayo pia yako na sisi kama kina Tavevo wametuunga mkono. Kuna ofisi ya nimesema ofisi ya county commissioner. Tunafanya kazi pia na county government. Tuna mwakilishi wao, wako na sehemu zao wanafanya. Pia tuko na security. Tuko na polisi pia wametunga mkono, tutakuwa na wao. Naomba wananchi wajitokeze kwa wingi ili tuweze kuadhimisha siku hii. Ndio. Na hapo kwa wananchi, wajua baadhi ya hizi events huwa zinafanyika, lakini impact kwa ground tunasema inakuwa ndogo sana, kwa sababu wananchi wengi wanasemaga hawahusishwi kikamilifu. Nyinyi kama hospitali mnahusishaje wale wananchi kwa grassroots wa Voi, Taita Taveta? Nafikiri ile njia tu ya kufikia wananchi ni kutoka na kuwahasamisha, kuwafundisha, ambayo nimesema huwa tunatoka nje. Alafu ukiangalia kwa mfano siku hii, nafikiri tutaanza kuanzia Maweni. Kule chini Maweni karibu na Magonyi Flats hapo. Tutaanzia hapo, alafu tupande na hii njia ya DTB. Tutoke stage. Tukishatoka stage nafikiri tutafika hapa Ola, alafu tunashika njia ya kwenda ya kuja Berikani. Sasa ukiangalia tutakuwa na band. Na unajua band kawaida huwa iko na mvuto mwingi sana. Kwa hivyo tunatarajia kwamba tunapofanya hii procession, message itafikia watu wengi wakati wa siku hiyo.
Na kama vile nilivyosema, haitakuwa, singependa ati iwe ni hii siku peke yake, hapana. No, tutaendelea kujitolea, tutaendelea kwenda kwa mashule, tutaendelea kwenda kwa police stations, ma prisons, kufikia wananchi. Ndio. Ningependa kujua kwa sababu hapo katika ile kutoa hamasisho na kuhakikisha kwamba wananchi wameweza kuhudhuria, wengi huwahusisha machifu, huwahusisha wazee wa kijiji wapige firimbi. Hiyo imeweza kufanyika maybe? Hiyo itafanyika. Ndio. Chini ya uelekezaji wa county commissioner na watu wake. Ndio. Already tuko na hata na mzee wa kijiji kwa hiyo kamati, ambaye hata tumeomba kwamba ahakikishe kwamba hiyo ground imesafishwa na wamepiga firimbi. Hata vitu vya kutumia katika hii event kama matents, chairs, tumehusisha watu wa local. Yeah, kwa hivyo wanajua kutakuwa na. Ndio. Ikiwa inakuwa hosted kwa mara ya kwanza, mwaka ujao pia kutakuwa na ingine. Kwa hivyo tuseme Davida Peter host. I don't want to call ourselves as a host. Maybe tujite tu partners. Yeah, tutapartner. Nafikiri wale watu ambao sana wanafaa wa organize this event, it is the central government na county government. Kwa hivyo vile tumeshirikiana na wao mwaka huu. Ni ombi langu kwamba even next year kwamba tukaweze kufanya kitu ya this time ya maana zaidi, kwa sababu nafikiri katika kufanya mwaka huu we are going to learn, tutasoma mahali ambapo hatujafanya vizuri, mahali ambapo tumefanya vizuri, tukaweza kupajenga na tukaweza kurekebisha. Yeah. Ndio. NACADA inahusishwa moja kwa moja na event hii. Tukiweza kuangalia, kuna wale ambao wanasema kuwa NACADA hawachukuli jukumu lao vile inafaa. So bado hizi pombe zinaendelea, illicit brews kila mahali. No, NACADA for the first time also tumekuwa na representative coordinator NACADA katika hii county. Ako Mwatate. Na katika hiyo kamati yetu, ndio tuko na chairman wa liquor license board. Tuko naye ili aweze kutusaidia kuangalia mambo ya pombe vile inakuwa na kitu gani tunaweza kufanya. Kwa hivyo tunafanya kazi kwa kushirikiana. Ndio. Kwa hivyo kwako wewe unadhani kwamba wanafanya kazi yao ipasavyo? Hatungeweza nikiongelea mambo ya Taita Taveta, tukiangalia tu Kenya nzima, tukiangalia venye imekuwa, nafikiri jambo la pombe ni gumu. On the other hand, pombe inachangia katika mambo ya kazi. Because viwanda vya pombe vinaandika watu. Tunaona Rigathi alijaribu. Viwanda vya pombe vinaandika watu. Viwanda vya pombe vinalipa tax. So it is a very 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 very, sijui ni it controlling it. It is a bit sad. It's a bit hard. Hata hivyo katika kwa mfano hii kamati yetu tumekuwa tukiulizana. Huyu bwana wa lika chairman. Mwambie atasema ni yeye ni mtu wa lika. Tutamwambia atasema nini? Kwamba pombe ni nzuri, pombe ni mbaya. Atauza nini? So ni kitu ambayo it is very tricky. And I think because hiyo mambo it is very tricky, that's why I think we are seeing these changamoto ambazo zinatokana na pombe. Because hata ukifuata the local traditional brews, wale akina mama wana brew alcohol, the traditional brews. Why do they do it? It is just to support themselves. Mainly ni kupatia kipato. So
It is very challenging. Very challenging. Yes. Well, tukiweza kuangalia kweli umesema hiyo itakuwa ni sisi kitu rahisi, lakini tuseme kwamba ni mwanzo mpya kuwa kuna events kama hii ambayo inakuwa held hapa Taita Taveta, na ni jukumu kama ulivyotangulia kusema kwamba jamii yenyewe isaidie watu wake, watu wenyewe wajitolee, yes, na wajue what is right and what is wrong. Nafikiri cha muhimu ni kwamba kila mtu ajue kwamba utumiaji wa pombe, utumiaji wa madawa ni mbaya, unadhuru. Now kiasi ya kwamba hata ukienda kuketi bar unakunywa kachupa yako, kiasi ya kwamba hata unatembea kwa stage hapo unakula kamera, unaweka hiyo ogoro kwa mdomo, lakini ushahamasishwa, ushafundishwa kwamba kile unachofanya kina madhara. Tuanzie hapo. Tupige ngoma ipigwe, tuambie watu turudie na tukurudia. Hatutachoka hata tukifanya hii. Tuone watu bado wanakula miraa, sijui wanakula pombe zao. Hatutasema hatukufanya. Tutaendelea. Next year Mungu akitupatia nguvu, Mungu akitupatia neema, tutafanya tu, tutarudia. Bila shaka tukiwa tunamalizia, jaribu tu kuongelesha vijana, wapatie tu usia wewe kama mtu ambaye unajua hii maneno. Vijana, watoto wangu, mnayeongea naye ni mtu ambaye ako na miaka 67 kwa sasa, na nimeona mengi, nimepitia mengi. Nataka niwaambie kwamba maisha yako umeyashikilia kama vile mtu huwa anashikilia yai kwa mkono. Ukiweka pressure, hilo yai litapasuka. Na yai likipasuka, likivunjika, umebaki una chochote, hakuna kitu unashikilia. Kwa hivyo fikiria kwamba maisha yako yale ambayo unafanya ni kama vile umeweka yai kwa mkono yako. Usipozingatia vile maisha yako inatoka, kesho maisha yako itakuwa ni ya kusumbuka. Na kile kitu ambacho mimi nasema mfanye, tafadhali sana mzingatie mambo ya elimu. Elimu ndio kitu peke yake katika hii dunia inaweza kukutanisha watu ambao wako na msingi ya maisha tofauti, wamelea tofauti. Unaweza ukawa hata na watu, ukawa hata mkubwa, ukawa hata unasimamia maisha yako vizuri. Kwa hivyo tuzingatie elimu. Tuache kusema kwamba unaenda shule na hakuna kazi. Hapana. Haimaanishi kwamba ukienda university lazima hatu uandike kalamu, uandike kazi, ukue karani katika ofisi ama ukue mkubwa. No. You can do other things. Na mtu ambaye amesoma, kwa mfano hata afungue kioski, unaweza kufananisha mtu wa university anarun kioski na mtu wa standard 8 ama ambaye alitoka? No. There's that difference. Kwa hivyo mzingatie mambo ya elimu. Ndio bila shaka mpenzi mtazamaji, amekuwa ni mahojiano ambayo tumekujia mubashara kutoka Dawila Annex Hospital ambayo iko hapa mjini Voi, kaunti ya Taita Taveta, na siku ya Alhamisi tarehe 26 kutakuwa na International Drug Awareness ambayo itakuwa inafanyika hapa katika uwanja wa Birikani mjini Voi. Kuna yule ambaye angependa tu kujua jambo lolote kuhusiana na hospitali hii, kwa maneno yako ya mwisho tuambie tu a brief about this hospital. Hospitali hii inapatikana along Birikani Road, iko tu kwa barabara, hata si ya kutafuta. Alafu namba ile ambayo sana tunayetumia hii namba yangu 0762469090. Namba hii unaweza kupiga wakati wowote ukaweza kupata msaada. Ndio na kufikia hapo
sina budi bali kuhitimisha matangazo haya. Ikumbuke kwamba tarehe 26 Juni utakuwa ni International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, ambayo itakuwa inafanyika katika uwanja wa Birikani hapa mjini Voi. Wewe ni kijana, wewe ni mzee, mtu wa rika yote, unaalikwa kuweza kujumuika hapa uweze kupata mafunzo mengi kuhusiana na drug and substance abuse, ambayo tunaona takwimu zinaonyesha kuwa watu wengi ni waathirika. Na pia kama una mgonjwa yote ambaye ameathirika na matumizi ya dawa za kulevya, unaweza kufika hapa Dawida Annex Hospital na ataweza kutibiwa. Sina mengi kwako studio. Jina langu ni Gabriel Mwakoma.